Yeah. Wow. Nzuri. Hii bei gani? Hiyo 16,500. Lakini kwa kuwa wewe mtoto mzuri, mkali, mrembo, nahitaji upendeze, 12,000 tu. Asante. Anyway, unaitwa nani? Unatoka bro? Alivyo mzuri. Sawa, lakini anaonekana yuko serious sana. Ndio alivyo, sijali, kawaida. Uliniambia unaitwa nani? Mimi naitwa Chazi. Chazi? Yeah. Nice name. Mimi naitwa Jessica. Wow, Jessica. Karibu mtaa wetu sasa. Asante, nimeshakaribia Saku na Saku pia nimekaribishwa na wenye Saku. Unamaanisha nini? Hamna. Sasa hizi nguo nimezipenda japo za kawaida, lakini unaweza kunipitisha kesho? Madam Jessica, na uzuri wote huo jamani. Basi sawa, mi hizo zote hizo nipatie tu 15,000. Niokoe chochote kile jamani. 15,000? Yeah. Kwa nini sasa ule sawa? Kwa sababu natafuta hata iko kiasi kidogo. Okay, basi kidogo nsubiri. Yeah. Angel, mtoto mzuri. Vipi na mbio? Na wewe umekuja na vitu gani? Leo nimekuja na vitu vizuri, vipya, vikali, vya kupendeza. Kweli? Mrembo, leo naona siku special ya bahati yako. Siku ya kupendeza mtoto mzuri. Siku ambayo ya kuongeza uzuri wako maradufu kwa Chazi muuza mitumba. Mtoto Angel anaenda kung'aa sana. Mimi nakwambia. Unajua nini? Kuna mtu ambaye nikimpelekea, lakini kwa kuwa wewe una bahati. Una vitu? Hii si size yangu kabisa hii jamani. Na ulivyojua kunipatia. Kwani una vitu vikali. Angel, sijawahi kukosea mimi katika kazi zangu. I say, una bahati sana. Una vitu vikali. Asa kwa namna ambavyo ulivyo. Acha nikumalizie mtoto Angel, unavaa unapendeza. Usiniambia hii furu. Iko furu mama. Wow. Hapo umeua mwanangu. Umo ulijuaje? Kwa hiyo ifuru shingapi? Angel, wewe si unaona iko kitu kikali? Kitu kizuri.
Yaani ukivaa umevaa, umependeza, mtoto unang'aa. Yaani okay, sawa. Hiyo naomba 25. Chazi 20 au punguzi bei ya mwisho? Basi sawa. Acha nikubali nile hasara kwa sababu nimeamua watoto wazuri wa Saku wapendeze. Nipe 20. Usijali. Sema unajua nini? Nilikuwa nasikia tu habari zako kwamba una nguo nzuri sana. Na leo nimethibitisha kabisa kweli vitu unavyo. Angel, ukizidi kunisifia sana utalemaa mdomo kwa sababu kazi mzuri, nguo mzuri. Basi sawa. Nahitaji kila utakapokuwa unapata vitu vizuri, unaona kabisa mimi vinamfaa huyu Angel, huo unaniletea. Oh. Sijali, hamna shida. Yaani nitahakikisha unavaa na unapendeza, halafu utawanyoosha. Aswa. Kwa hivi vitu lazima anyoke huko. Ondoa shaka. Halafu Chazi, nilikuwa naomba nikuulize kitu. Kitu gani tena Angel? Nilikuwa nahitaji, yani kuna vitu nataka nivijue kutoka kwako. Nilikuwa nahitaji nipajue unapoishi kwa sasa, ulikotokea, hivyo yani na kadhalika. Kama utojali. Angel, mimi ni muuza mitumba tu. Sina hili wala lile. Sasa kitu gani ambacho unachohitaji mimi kujua kwangu? Unajua nini Chazi? Yaani wewe ni kijana tofauti na vijana wote hapa mtaani. Unajua hapa mtaani kuna makundi mengi sana. Vijana sasa hivi wameharibika. Kuna vibaka, kuna wezi, kuna vijana mpaka yani vijana wana umri mdogo lakini wanauza mpaka madawa ya kulevya. Kwa hiyo yani wewe ni kijana tofauti na vijana hao. Vibaka, wezi, madawa ya kulevya. Kwani wewe unafahamu? Lakini basi tutoke huko. Basi mimi nafikiri naomba pesa yangu ili nikimbizane na hili jua hili. Alafu kama utojali, niko naomba tubadilishane mawasiliano. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kazi. Ukipata nguo toleo jipya kama hivyo unanipigia simu na niambia. Okay. Asante sana Chazi. Hamna shida. Nashukuru. Basi fanya hivyo niondoke, maana nikimbizane na ile jua. Kuhusu wewe usijali, ngoja nikutumie. Jina ndio hilo Chazi? Chazi hapo. Chazi hapo. Angalia mama Chazi. 21. Sawa, hamna shida. Mimi ngoja nikibizane na ile jua, niwahi. Sawa Angel. Chazi.
Kwa nini umesubutu kufanya uzembe? Kwa nini umefanya uzembe? Nimekuambia yule kijana anapaswa uawe. Sasa kwa nini wewe umemwacha? Kinyaga, hebu labda nikuulize kitu kimoja. Wewe unajua ule mzigo mimi nimenunua kiasi cha bei gani? Alafu wewe unaendelea kufanya uzembe. Na kibaya zaidi, unajua kabisa mimi Kinyaga wewe nakuamini. Nakuamini. Sasa kwa nini unafanya uzembe? Oh. Basi sawa. Mimi ngoja nipange plani nyingine. Ila nakuomba uwe makini sana Kinyaga. Kwa sababu tunatumia nguvu kubwa kufanikisha majambo yetu. Alafu wewe unakuja kufanya uzembe. Basi sawa. Kijana. Ngoja. Kijana, umefika muda gani hapa? Na umesikia nini? Mimi mpita njia tu hapa. Alafu kwa nini unaniuliza maswali ambayo hayana kichwa wala miguu? Sikia nikwambie. Sio kila kitu kinachowekwa jikoni kinaliwa. Vingine ni uchafu tu. Watu wanaamua kuchoma moto. Hivyo basi, sitaki kujua umesikia au hujasikia. Sitaki nisikie kitu chochote kwa mwananchi wangu yoyote anazungumzia swala lolote ambalo mimi nimezungumza hapa. Ukifanya hivyo utajitengenezea mazingira mabaya, na kuomba uendelee na kazi yako hiyo ya kuuza mitumba na usifuatilie vingine. Endapo nikigundua umeongea chochote au umesubutu kuzungumza chochote, akia Mungu kwenye kijiji hiki utakuwa ukai na kufukuza na maisha yako yatakuwa ya taabu. Sasa unajua vyote ulivyoongea, mesali zako bado sijazielewa. Unamaanisha nini wakati nimekwambia hii ni njia? Hii njia mimi napita njia. Kwa nini? Sijakuelewa nini unamaanisha. Nisikilize. Sitaki nizungumze na wewe kiundani zaidi, au sitaki niliongee ili nani unielewe mimi nazungumza nini. Ila nishakwambia fanya kazi yako ya mitumba na usifuatilie vitu vyovyote ambavyo vinaendelea hapa kijijini. Unaweza kuondoka. Potea. Huyo kijana vipi? Mbona anaonekana anajeuri sana? Au kuna kitu kinaendelea? Lakini hawezi kuwa na chochote. Nitamfuatilia. Nitajua yeye ni nani.
sana. Mitumba bega moya, tabasamu usoni kana. Wengi walimzoea kwa lugha na maneno mema, kumbe nyuma ya pazia alikuwa mlinzi wa amani daima. Aliuza suruali, mashati na viatu, akiwasalimia watu wa rika zote katu. Hakuna aliyedhani ana kazi nyingine pia. Wahalifu walipoona ni muuza wa kawaida, walizungumza wazi bila tahadhari wala ada. Siri zao zikanaswa kwa akili. Mtumba ni neno la Kiswahili linalotumika kumaanisha nguo au bidhaa za mitumba. Naja. Ndio mkuu. Naomba mnisikilize kwa makini sana. Umeona mzigo? Ndio mkuu. Huu mzigo ni bei mbaya sana. Na sijaupatia hapa. Nimeupatia mbali. Naomba mnifikishe mahali pale. Sijui mmenielewa? Nakuelewa bosi. Kama huu mzigo utapotea, basi tutakula hasara. Bosi, hapa nikwambia kitu kimoja. Huu mzigo uko sehemu salama. Na nimepata chimbo jipya. Na imani tutafanya kazi kiweledi mkubwa sana bosi wangu. Na kama unapotolea si vijana wako, ana hatuna nidhamu ile woga kabisa. Sisi kazi tukazi. Masiala sisi mbele hatuna. Sihitaji nje. Sipendi kabisa kumwona dada yangu wa damu akiwa na mwaga machozi. Niambie, kinakuuliza kitu gani? Nakusikia. Tumepoteza mwenzetu. Ni nani huyo? Sasa tuko naye tena. Shit. Unasema? Nimemwona kwa macho yangu. Kwa macho yangu. Amepoteza maisha. Polisi wakimchukua. Mimi najua yote alofanya hivyo nani. Nadhani wote mnamfahamu Betilo. Inawezekanaje Betilo huyu unamjua mimi huyu Betilo huyu aenda kamuue Saidi? Hapana, sio kweli. Bosi, labda nikuhakikishie kitu kimoja. Huyo Betilo mtoto mdogo sana, hawezi kusumbua. Alafu naomba nipe siku 2 tu. Nitahakikisha namtia kwenye mikono yetu.
Unaongea tu. Unaongea tu. Unachukulia rahisi. Si ndio? Bosi, labda nikuhakikishie kitu kimoja. Kama unaweza kutuamini na kutubia kazi hii, kwa hilo ondoa shaka bosi wangu. Wewe mwenyewe na imani utafurahi. Na hii haiishi mpaka iishi. Sio rahisi kama unavyofikiri. Ubinadamu ndo silaha yao, uadui ndo maisha yao, uadui ndo maisha yao. Kuna wale wanaovaa sauti laini mezani, lakini wanahesabu maumivu ya wengine. Wanakunywa amani kisha wanitupa chini, na kila ahadi yao huisha kama moshi. Nafsi zao baridi, mikono yao machafu. Usiniambie si kweli, naona kwenye macho. Wanatabasamu mbele, nyuma wanakata shoka. Siku kigeuka, ndipo wanapongea. End of secret. Ngozi ya kondoo, kumbe chui. Ubinadamu ndo silaha yao, uadui ndo maisha yao, uadui ndo maisha yao. Lakini bado nasimama, siogopi kivuli chao. Ukweli ukiutamka huvunja minyororo yao. End of secret. Mwisho wa siri. Ngozi ya kondoo, kumbe chui. Ubinadamu ndo silaha yao,